Jambo la kwanza tunapozungumzia malezi, hakuna lugha ambayo tunaweza kutumia ambaye ikawa imekamilika katika malezi kuliko neno tarbia. Ukisema bana tunamlea mtoto, tunamkuza mtoto, yote haijafika ile daraja ya kuweza kumlea huyu mtoto kisawasawa. Lakini tunapozungumzia juu ya tarbia, tarbia maana yake ni kumwangalia ule mtoto kwa macho ya karibu, uwe naye hapa kwa hapa, usiwe naye mbali. Wanazuoni wanapiga mfano, wanasema kumlea mtoto kisheria ni sawasawa na mtu aliyopanda mbegu ndani ya ardhi. Kila mara anaifuatilia ile mbegu, anaimiminia maji, anapalilia mpaka inapoanza kutoa yale matawi, anaanza kuifuatilia, anailinda, anatia baadhi ya vitu mpaka inakuwa. Ndo maana ya kumlea mtoto kisheria hasa ambayo tumeitaja hapa. Lakini ndugu zangu, jambo ambayo ni muhimu hapa katika malezi ya watoto, kila mzazi lazima afahamu hii, kwamba hawa watoto wana haki juu ya wazazi wao. Kabla ya kuzungumza haki ya wazazi juu ya watoto wao, watoto wako ambayo uko naye, ndugu yangu, upate kujua wana haki juu yako, na hii haki wamepewa na Mwenyezi Mungu, si kwamba wamechukua wenyewe. Kwa hivyo ikiwa wewe mzazi utavunja haki za hawa watoto, upate kujua kwamba umevunja sheria ya Mungu. Na hii malezi inaanzia hapo ndugu zangu. Kabla hujaanza kuangalia haki ya wazazi mwanzo kwa watoto ni nini, tunaangalia mwanzo haki ya hawa watoto wanafaa kuangaliwa vipi. Kuna kitu gani ambao wanafaa kupewa kwanza kabla ya sisi wazazi kudai haki zetu. Haki ya kwanza kabisa ndugu zangu, haki nambari 1 ni huyu mtoto kuchaguliwa mama. Malezi ya mtoto katika Uislamu inaanza kabla watu hawajaoana. Tusifikiri kwamba eti malezi inaanza baada umeshazaa. Kama vile mama kumchagulia huyu mtoto, watoto wangu baba yao atakuwa ni nani. Na wanazuoni wameizungumzia sana masala ya mama ya hawa watoto atakuwa ni nani, na hawajazaliwa wala hajaolewa. Kwa sababu mama akiwa mwema, basi atawalea wale watoto katika njia ambayo ni wema, na atamuongoza na mme wake vile vile ambaye ni baba ya hawa watoto. Kwa hivyo ni sharti huyu mwanamke awe ni mwanamke mwenye dini.